masahaba zake ajma'in. Ujumbe wa leo katika harusi hii ya leo na waambieni sisi tuliooa leo tukawaambie wake zetu, mke wangu nakupenda. Salam tume. Na wewe mwanamke uliyepata mume, mwambie leo mume wako, mume wangu nakupenda. Yalla. Nenda kamwambie hivyo leo. Ndio ujumbe wa Sheikh wa mkoa katika hafla ya leo. Na hatuwaambii wake zetu maneno haya. Ni kweli. Hatuwaambii hata siku moja. Kwa na kuagiza, nenda kamwambie mumeo, mume wangu nakupenda. Na wewe kamwambie mke wako nakupenda. Kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu paliposema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آية 21. Yapatikane mawadda na utulivu kwa wake zetu, patikane mawadda na utulivu kwa waume zenu. Na tukitulia kwa wake zetu hakuna maradhi. Itakuja mawaddatan wa rahma, mapenzi na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kizazi kitakachopatikana kitakuwa ni kizazi cha wacha Mungu. Mama zangu, na wewe uliolewa leo, nenda kafanye ibada ya ndoa. Ibada ya ndoa ni mambo manne. Nyinyi mliolewa kina mama, nendeni mkafanya ibada ya ndoa, na ibada yenyewe ni mambo manne tu. Na wallahi ukiatimiza hayo manne, janna ni ya kwako, pepo ni ya kwako. Kwa kauli ya mtume wetu Muhammadin pale aliposema, miongoni mwa mwanamke yoyote swalati khamsaha, akaswali swala yake 5, waswamati shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasnati farjaha, na akauziwia, akauhifadhi mwili wake, akauhifadhi mwili wake. Mmenifahamu mpaka hapo? Hapo nimetumia balagha. Wa hasnati farjaha, na akahifadhi mwili wake, wa ata'ati zawjaha, na akamtii mume wake, dakhalatil janna. Allah. Mwanamke huyu anaingia peponi. Naam. Wanatakiwa wakina mama watutii na kutupenda. Sisi tuwapende bila kuwatii. Naam. Na ukimuona mwanaume anamtii mkewe, huyo bazazi. Subhanallah. Wewe umeambiwa umpende, nenda kampende. Kama nilivyokuambia ujumbe wa leo, mwambie mke wangu nakupenda. Yeye akupende na akutii. Wewe uliooa leo umekabidhiwa amana, binti yetu, nenda ukampende, usiende kumtii. Hasa alale unapolala wewe, hasa ale unachokula wewe, avae nguo zenye thamani unazovaa wewe, na wala usimpige usoni. Usimpige usoni shekhe. Hii ni amana umekabidhiwa leo, nenda uwe nayo, nenda umlinde, umlishe, umuuguze, na uzidishe hubba, uzidishe mawadda, uzidishe mapenzi kwa mke wako. Allahu akbar. Hawaishi shekhe. Sijaona watu wanasema kwa wake zao, leo mke wangu umependeza. Ni wachache baina yetu. Hatununui kanga nzuri. Ila ukikutana hao mabazazi wa barabarani, ukiona amepaka wanja na ile rangi ya mdomo, unasema wewe binti umependeza.
Alafu naenda jibuje? Asante. Inna lillahi. Shetani kabisa huyo. Shetani mal'un. Mwambie mke wako umependeza, yeye ndio aseme asante. Unamwambiaje mtu barabarani umependeza si mkeo? Alafu naenda jibu asante. Shetani rajim. Analeta fitna huyu. Tutulie kwa wake zetu na tuwaamrishe kufanya ibada. Wake zetu hawaswali si majumbani wala si msikitini. Ni wachache baina yao, sio wote. Hatari. Na wewe ulioa nenda kamwamrishe mke wako mambo ya taa, mambo ya kuswali, afunge, amjue Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, hayo yanatosha. Mbele yetu kuna mgeni wetu ametoka Dar es Salaam. Mashaallah. Huyu anatoka ofisi ya Mufti Imam Swedi. Tulikuwa naye miaka ya nyuma hapa. Alikuwa imamu kwetu hapa, kwa katibu wa wilaya, lakini Allah kampandisha. Leo yuko ofisi ya Mufti Samahatu Mufti Abubakar Zubair bin Ali. Ilikuwa tuongelee leo maadili yanapatikanaje, lakini muda hautoshi. Mwanamke mcha Mungu anapatikanaje? Sio kwenda kuoa ovyo ovyo. Mnakutana barabarani mnapelekana. Au unaenda kwa baba, huyu ndio mchumba wangu nimempata kwenye mtandao. Subhanallah. Nenda kaolee nyumba yenye dini. Na mwanamke au mcha Mungu au na dini. Tungeeleza hayo mengi, nafasi haitoshi. Na tuna mgeni wetu hapa, wallahi ndugu yetu anatoka ofisi ya Mufti. Nitakuwa sijatenda vizuri. Na mimi ushehe na utaka. Na mimi ndo shehe wenu. Hasa. Kataa ukubali shehe wako ni Shehe Rashid lakini mali. Na uniti. Na unipe heshima. Uniti na unipe heshima. Akisema amiri sam'an wa ta'a. Lakini kwa sababu yuko mgeni wetu nitoe nafasi hii. Mashaallah taala. Sheikh Mkiza Swedi imamu, tunapenda kumuita imamu. Hii nafasi yako Sheikh. Uje ongea ndugu zako, marafiki zako, ndugu zako na sisi kaka zako. Na sisi wazee wako. Ongea na sisi utawezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Falyatafaddal mashkura. Sheikh Mkiza tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nishukuru kwa kupata nafasi hii kutoka kwa shekhe wa mkoa wa Rukwa, Shekhe Akilimali, kama alivyoweka msisitizo wakati ninapanga safari ya kuja huku. Nilimwaga Mheshimiwa Mufti, akamwambia mpe salamu shekhe wa mkoa. Kwa hiyo bado ni shekhe wa mkoa wa Rukwa. Tumeelewana jamani? Na kazi za shekhe wa mkoa wa Rukwa ndiye mwenye mamlaka na maamuzi, ama kupitia busara zake au kupitia vikao juu ya Waislamu walioko mkoa wa Rukwa. Na juu yake yuko Mufti na Baraza la Ulama Taifa. Ingawa huku mikoani hatuna baraza la ulama. Tuna baraza la mashehe la mkoa, tuna baraza la mashehe la wilaya, tuna baraza la mashehe la kata. Baada ya kunipa nafasi hii, lakini nitambue uwepo wa Sheikh Hassan na Sheikh Hamisi, kadhi wa mkoa wa Rukwa. Nitambue uwepo wa katibu wetu wa mkoa Sheikh Muhammad, ambaye naye tulikuwa naye na anaendeleza gurudumu. Nitambue uwepo wa wajumbe wa baraza la mashehe la mkoa pamoja na wilaya. Nitambue mashehe wetu wa kata, wakiwepo mashehe waanzilishi akina Sheikh Abubakari hapa,
shekhe wa kata ya Majengo. Wakati ninaunda kata hizi, yeye ndiye alikuwa shekhe wa kwanza kabisa kushika kata ya Majengo, na kata ya Itwelele akiwa ni Shekhe Jumanne ambaye ni baba yake imamu mkuu sasa msikiti wa Kiblatain. Naam. Rajao. Lakini tambue uwepo wa viongozi mbalimbali na imamu mkiwepo. Mtambue wazee wangu, wazee walionilea. Najua kuna wengine wameshatangulia mbele ya haki, lakini kwa nafasi hii nitambue kwa Sheikh Salim Wastara ambaye katulea sana, na mzee wetu katulea hapo. Yani ninaweza kusema kwamba wale wote wazee waliotangulia wasimamiwe badala yake. Amin. Amin. Ngani nimemuona kaka yangu Sheikh Tamim naye yuko hapo, ila wadogo zake tuko nao Dar es Salaam, tuko pamoja tunashirikiana. Nawashukuru sana. Siwezi kuwasema wote ambao tumekuwa nao. Kuna wamakuzi wangu akina Kibabwa tumekuwa nao mwisho kaja kuwa imamu hapo, japo ni mwanafunzi wetu, lakini ni watu na wafahamu vizuri. Naam. Wakati naachiwa nafasi hii tumebishana sana hapa na shekhe wa mkoa kwamba mimi ujio wangu sijaja kwa nafasi hii, nimekuja kama mwanafamilia. Mnafahamu maisha niliyoishi hapa toka mwaka 1984 nilipokuwa nikianza form 1 pale Kantalamba. Nilikuwa kijana mdogo sana mwenye umri wa miaka kama 18 nakumbuka Hasa. Na wakati huo miaka 18 nilipoingia form 2 nikapewa uimamu wa msikiti Masjid Nur. Wote mnafahamu, na ndio kisa cha mimi kuanza kuitwa imamu. Sasa nilikuwa imamu katika umri mdogo, na nakumbuka miaka hiyo Mufti Ahmed bin Juma bin Hamedi alikuja. Wakati huo kulikuwa na mvutano mkubwa, ndio maana wanawaambia kina Sheikh Kilimani ni kaka yangu lakini huwa na washauri kwa sababu nishaona vitu vingi hapo Masjid Nur pale. Kuna kipindi niliambiwa nisiswalishe kwa sababu mimi sijaoa. Na mijeledi ikawekwa kwenye miswala ili nje nitandikwe. Jima imamu mnakuwa mnaogopa msikitini bwana. Kwanza mimi kama hakuna ugomvi msikitini huwa najiuliza kwani kuna kitu gani kinaendelea pale? Mbona hamna hata ugomvi? Salia Mtume. Haya sana najua. Inshallah. Sasa wakati liko pale zikaja hoja za kifatwa. Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Ali Msanda. Alisimamia wakati huo ni shekhe wa mkoa. Na wazee wangu wa kimji kina Saidi Mbwiro, kina mzee Wastara, baki na mzee Salmu hapa. Wakasimama kina mzee Jumanne, kina Sheikh Jumbe Waziri, kina mzee Abdalla Chororoka. Yaani kuna watu majina na hataja wengine hata mmeyajui. Kina mzee Almasi, kama mnakumbuka. Mzee Almasi nani? Mkulima, unaona. Au ndio walikuwa wafadhili wetu hao. Mcheza draft pale Mkulima, lakini unatoka na chochote pale. Unaishi. Unatoka na bahasha. Mzee alikuwa akikuita ujue hapo tayari mambo yameisha. Sasa Mufti Ahmed bin Juma alikuja kwa ajili ya mgogoro huo. Kwa akaja. Bahati nzuri alipokuja nikaswalisha, na mimi mjanja nikatafuta sura ambazo siwezi kunaswa. Nikaswalisha. Baada ya hapo akasema huyu ndio imamu wetu. Kama kuna makosa mengine tutayajadili, lakini swala la hukumu za kuwa imamu hapa huyu Uko sahihi. uko sahihi. Kwa baada ya hapo mimi nilipata bahati ndugu zangu wa Sumbawanga, nikaa nafuatana na Mheshimiwa Mufti mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali. Yaani kabisa. Kwa hiyo nimesafiri naye kwenda Libya, nimekwenda Senegal, nimekwenda Saudi Arabia, nimekwenda Uturuki, si Uturuki ya sasa, Uturuki ile iliyokuwa bado na mivutano. Tumekwenda kule Qatar, Doha, unaona, na nchi nyingine mbalimbali. Baadaye yeye ndio aliyeniteua sasa niende kwa makao makuu, na baadaye kwenda Singida kwa ajili ya kutatua migogoro iliyokuwa pale Singida. Allahu Akbar. Kwa hiyo mimi hapa ni kama mtoto wa hapa. Mzee Juma Matoroli
Juma Khamis ni mzee wangu mimi. Mwenyezi Mungu amrehemu. Allahumma fillah. Na hii kwa niaba ya wazee wetu waliotutangulia wote. Allahumma lahu warhamhu wa janna. Alikuwa rafiki yangu. Bahati nzuri mimi nilikuwa ni rafiki wa watu wazima. Alikuwa ni rafiki yangu sana. Na tukaendelea hivyo, namuita kaka, ingawa kina brother Salum Korongo alikuwa hawapendi, wana mind na waziri na kwa sababu sasa nikimuita wataniita eti baba mdogo. Unaona, na mimi kana wakazania mdogo nini, tunajua fujo zile huku napitia huku, anataka kumchapa makofi akina waziri lakini mimi kwa ule utuni kwa nawakubalia. Sasa siku moja nikavuruga shehe wa mkoa, ili lazima niliseme mjue kwamba kwa nini niko hapa. Siku moja bana tukavuruga kidogo sisi kama vijana. Mimi nilikuwa naenda sana pale dukani kusalimia. Hii historia muishike vizuri sana ndugu zangu. Na pengine ndio ilionifanya nakuja kwa nini mzee Juma Matoroli. Nikipata nafasi nitakuja kwa tukio lolote. Nikipata wasa inategemea kama nina nafasi au sina nafasi. Hata wakati wa kumzika nilichelewa kwa sababu ya usafiri. Lakini nilikuja baada ya mazishi muda mfupi. Sasa mle ndani mimi nilikuwa na marafiki kama 5 hivi tunafuatana nao sana. Mmoja wapo ni Ayas, rafiki. Mwingine ni nimemwona hapo naye sasa hivi naona kama katulia nani Hamadi Ushauri Mbegere. Alafu mwingine ni Shabani anaitwa Shabani Majuto, yuko Mpanda. Na Abdul Mbegere tuko naye Dar es Salaam. Katika ile rika ya mambo ya kuishi na nini. Sasa ikafika kipindi sasa watu wote tunahimizana sisi tufanye nini? Tuoe. Sasa wengine tulikuwa tushaoa nini? Sasa Hayat alikuwa bado anatafuta. Sasa baadaye sasa mimi unaona akaniambia kuna kitu nimekiona pale dukani pale. Wapi? Nasema kwa yule mzee ni mtrosi ndo rafiki yake. Allah. Sasa kama umekiona mimi kwa sababu ndo baba yako mdogo. Kwanza kulianguka ugomvi pale. Unaona? Ninaijua jazba ya haya. Baadaye sasa mimi nikafanya timing. Kwa mzee nilikuwa naenda tunasalimiana, tunapiga story pale. Lakini mimi nikabadilisha timetable ya kwenda pale. Nikawa nakwenda wakati mzee hayupo. Sasa mzee akagundua, huyu anakujaga tupige story hapa. Sasa mbona sasa hivi anafika wakati mimi sipo? Akaniita akamwambia bwana njoo tuongee kidogo. Vipi mbona umebadilisha ratiba? Nikamwambia mimi na kazi hapa kidogo naongea na huyu binti. Kuna nini? Kuna mtu anataka achukue. Kwa hiyo wewe ndio unayefuata kufanya hivi. Basi kama ni kweli kwa sababu wewe ni rafiki yangu, huwezi kunipeleka mlango sio wenyewe. Hasa tukafanya tuliyofanya na katiza. Kina shaka yake Kimali wanayajua. Tukafanya ile ufanyika. Sasa mwanzo wa kuvuruga kwa Sheikh Juma sasa pale. Sasa nakuja kuvuruga zaidi sasa. Siku ya harusi. Mimi si baba mdogo. Eti mimi ndo best mali wanajua haya. Twende mtume! Mzee alinifuta kwenye ndogo zake akaniambia wewe ni mtoto wangu tu. Uwezi wewe baba mkwe. Ukawa ndo best mali wa mwaji. Basi nikawa nimekuwa mnyonge kwa sababu kitu chenyewe nikamwambia hata hiyo nashukuru. Kwa sababu mimi ningekuwa naenda kwa Yasi bila kupata chai si ukweli. Sasa mimi ni shemeji kwangu ndo tukamwoa yule Fatma na hayo matokeo ndo mnayaona. Yasi samani kwa kusema haya maki wanafikiri wanadhani wewe ujanja uliingia pale kwa mzee Juma. No, mimi ndo niliingia na nikafanya vurugu zangu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio nimekuja kama familia. Yaani hapa Sheikh mtanisame nazungumza kama Swedi ambaye ninamjua nilioko mtaani kwenu. Tuliishi hivyo. Kwa kuanzia hapo tukawa marafiki, tumewalea kina Selemani, ushaona na kina Omar, kina Mohamedi, ushaona na waziri waziri sasa wewe ashakuwa sasa hapo. Kama sasa yule mzee sikanigomea, unaona. Ya Korongo naye kaenda nikabidi niende kuwa namsalimia Salum sasa hapo. Kwa sababu alinikana mbele za watu akisema wewe sasa ni mtoto haiwezekani mkwe uingie mpaka huku, ushaona. Lakini yote ilikuwa ni urafiki.
Hatimaye hiki mnachokiona leo bado naweza kusema ni matunda ambayo nami nilishiriki. Nimemsimamia Selemani mpaka akapata huyo mke. Tumepata vizazi mnaviona, mnaona kinachoendelea. Sisi wanasema wale wa lugha za Kiswahili za kibiashara, family friend. Yaani sisi ni marafiki. Kwa hiyo nimekuja hapa Sheikh ya Kilimani. Ndio maana sikutoa taarifa ili protocol isizingatiwe. Kuna mahali protocol inazingatiwa na kuna mahali ambapo haizingatiwi. Mimi ni mwanafamilia na nimwambia Selemani, naomba usiwajulishe wakubwa zangu. Kisha wajulisha, maana yake mimi nitakosa uhuru wa kuzungumza. Hapa nazungumza kama familia, kama mwenendo unavyotutaka sisi kama wana familia. Najua tuliopo wengi hapa tunafahamiana. Ilitosha kabisa haya maneno yawe ndio nasaha zangu. Kwa niaba ya familia, hata kama zitatoka shukrani, lakini mimi nina wajibu mkubwa kuwashukuru uwepo wenu kutufikisha hapa na kazi mliofanya ya kumuunga mkono Mama Selemani yupo, mnajua ni mjane, lakini pia mnajua ndugu na jamaa waliotoka mikoa mbalimbali, Kigoma, Tabora, wametoka Mpanda, wengine wametoka Mbeya, wengine wametoka Dar es Salaam. Tunashukuru sana kwa hii kazi. Haya ndio tunayohitaji katika familia. Na lazima Selemani pamoja na familia tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kuifikia hatua hii sio kazi ndogo. Sheikh wa mkoa ametupitisha maeneo magumu kidogo. Ni muda mfupi sana kazungumza. Lakini ni maneno ambayo yanajaa sana kwenye siku kama 5 za mazungumzo. Kuna eneo amelizungumza akasema mambo wanayotakiwa kuwafanya akina mama. Ukiangalia maisha tulionayo sasa hivi, vikao kama hivi vya ndoa vimepungua. Viona ni vingi kwa sababu watu wameongezeka tu, lakini vikao vyenyewe havipo. Kwa sababu watu siku hizi wanajisevia. Wanasema tu wenyewe. Hujapakua, wenyewe washapakua. Ukimuuliza sasa nilikuwa na nani mchuzi mzuri huo. Nasudi nyama. Sasa ukija pale wanakula na wengine wanavembewa. Inabidi sasa mwage kwanza mzigo ndio mfunge ndoa sasa. Vitu kama hivi tunavikosa. Na kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunawakosesha vitu vingi hawa watoto tunawapata. Tunawakosesha vitu vingi hawa wazazi. Kwa sababu leo hii chukulia wewe umempata mtoto ambaye ni tajiri. Akifa huwezi kumrithi. Au umezaliwa na baba ambaye ni tajiri. Akifa huwezi kumrithi. Ndio. Maana yake yani la kwanza kabla ya dhambi yenyewe umeshakosesha kitu cha mbele. Tunapambana ni katika maisha haya tunayoishi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiachana na hayo, khutba iliyosoma kwa niaba ya Sheikh Kadhi wa mkoa, kwa niaba yake imesoma na Ustadhi Kasim. Kuna sehemu amezungumza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, na haya ndio ninayazungumza ili tuweze kukaa alafu tuendelee na ratiba nyingine. Katika surati Nisa, nadhani aya ya kwanza inasema ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Lengo la ndoa liko hapa, na ndipo mtakapoona kwamba ni mfumo gani uutumie katika kupata mke au katika kupata mume. Hawajaandaa wanachuoni au waliotangulia kabla yetu kuiweka hii aya kwamba haina maana yoyote, japo zipo aya nyingi, lakini nimechukua moja tu kwa maana hii. Mwenyezi Mungu ananadi, angalia mnada aliyoutoa ni ya ayuhan na, kwa maana ni watu wote, hata Reina aliyekaa kule kama bado yupo
maana yake naye anahusika. Huyu Raina amesoma na mdogo wangu kule Mpanda Secondary School. Hata kama ni mkubwa kiasi gani na ameshakuwa mtu mzuri katika mambo ya kisiasa, lakini mimi ni mdogo wangu tu. Yupo, nimesikia sauti yake. Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha nas, enyi watu. Amri iliyokuja hapa haijaja kwa Waislamu tu, imekuja kwa watu wote. Na mara nyingi sisi tunapenda tutoe mawaidha kwa sababu hapa kuna mchanganyiko wa watu wote, ili yawaenee watu wote. Ya waumini tutaambizana msikitini, tutaambizana kwenye hadhara zetu. Lakini tunapokuwa na mchanganyiko kama huo, tuchukue aya moja, kwa sababu ipo iliyotangulia hiyo, ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. Hapa sawa, lakini huku ya pili ndio ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida. Iko sawa, lakini hapa tuzungumze taqu rabbakum, mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu ni kufata yale aliyoyaelekeza nani? Mwenyezi Mungu, na kuyaacha yale aliyoyakataza. Na hii ndio kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo, kwamba ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kuja kukataza aliyoyakataza Mwenyezi Mungu, japo kayaumba, na kuyaelekeza kuyafanya yale ambayo ameyaelekeza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana maana yake kuyaumba. Msije mkashangaa kwa nini amemuumba nguruwe alafu anakukataza. Sasa mbona uulizi sisimizi, kwani unamla? Mbona uulizi kwa nini kaumbwa sisimizi? Hadha khalqullah. Haya ndio muumbile yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata aumba atakavyo, ama sivyo? Kwa sababu kama unashangaa nguruwe mnono nini utakiwa umtafune. Sasa unauliza kwa nini amemuumba nguruwe? Sasa uulizi sisimizi kwa nini kaumba. Kwani wewe anakufanyia nini huyo sisimizi zaidi ya usumbufu? Kwani unamtafunaga hiyo? Ndio mpango wa Mungu sasa. Naam. Msana wewe kuweka kijiko kidogo kikubwa, nyumbani ukaweka kitezo, sijui ukaweka kitu gani? Kwani sisi tunakuuliza kwa kazi gani? Mbona nyumba nyingine havipo? Ni matakwa yako, si nyumba yako bwana. Wewe unachotaka. Naam. Tumsalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Lakini Mungu huyu kajipa neno rabbakum, mlezi. Yaani ni muumba lakini ndiye mlezi. Wafasiri wengi wanasema hapa ni ulezi, kwa maana ushaumbwa lakini ndio anayekulea, ndio anayehakikisha upumue, ndio anayehakikisha ukae, ndio anayehakikisha kuepusha na balaa, ndio anayehakikisha kupe yaliyo heri unayoyataka wewe, anakulea. Naam. Ufikie hapo ulipo. Naam. Rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Anajinadi tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekuumba wewe kutokana na nafsi ngapi? Moja. Nafsi moja hapa ni Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Naam. Yaani Mwenyezi Mungu alimfinyanga Adam. Naam. Tunafahamu? Naam. Maana Adam hajaumbwa kama sisi. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insan min tin. Mwenyezi Mungu ndiye aliumba vitu vyote, baada ya kuviumba vikabaki vikaendelea kuwepo, kisha akapata fikra ya kumfinyanga nani? Nabii Adam. Kwa nini? Kwa udongo. Naam. Thumma ja'ala naslahu min sulalat min ma'in mahin. Kisha akamfanya Bi Hawa atokane ubavuni kwake, alafu wakutane kimwili, wa vizazi vingine vizaliwe kupitia nini? Mimai mahin. Mimai Mahin. kutokana na maji. Hapa ndio tunapopata ndoa. Naam. Yaani vinginevyo kulikuwa hakuna haja ya kuwa na ndoa kama Mungu angeendelea kutufinyanga kama matofali. Sheikh wa wilaya Nkazi upo? Mungu angependa. Angetaka tu kutufinyanga kama matofali. Tunataka matofali 1000 sawa. Kijiji fulani kiwe na watu wangapi? 70. Mungu anafinyanga. Tunachukua malaika na wafinyanga, kisha wanafa fi miruhi wa janna samwa wal absar wal afida. Anawapulizia roho na hapa macho na hapa masikio, mnaanza kutembea tu. Lakini Mungu alisema hivi, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalat min ma'in mahin. Ndivyo alivyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tukirudi huko, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha
wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Ndio tunamkuta Bi Hawa sasa pale, akamjalia Adam, akaingia Hawa kutoka kwenye ubavu wake, kisha akajalia kuenea kwa wanaume na wanawake. Ndio tulivyo hapa, tuko jinsia mbili, male na female. Hadha khalqullah, ndio maumbile yake Mwenyezi Mungu. Kwa ukitaka kujua, msomaji hutuba amefika mahali akasema tanakahu takthiru fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah. Naam. Umumu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuiona hii aya akasema fanyeni hivi, oaneni. Sio mjisevie, oaneni. Alafu muwe nini? Wengi. Ala, kumbe lengo la kuoana pamoja na raha zilizopo na kuhudumiana na kupendana kama alivyotuelekeza shekhe hapa, tuseme tunapendana. Kumbe kuna wingi. Maana yake kuna kizazi. Naam. Ndio lengo la nikahi. Na lengo jingine hapo lipo takfiru, ili muwe wengi. Fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nitajivunia umma bora siku ya nini? Siku ya Kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na dua zote tutakazoziomba na baraka zote atakazoleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuombe watoto hawa wapate kizazi chema. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.